Seize Guitar. Seize Guitar Clouds TV ambayo ni heshima Taki Rosafi iko sambamba na Vodacom kupitia Mr. J Millions, ambapo wewe unatakiwa kufanya zoezi moja tu ili uweze kufahamu kama mmoja kati ya watu ambao wanastahili kupewa ule mkwanja kutoka kwa yule jamaa. Unafanya zoezi moja, unaandika neno J, unatuma kwenda kwenye namba 15544 ili uweze kufahamu kama wewe umeshinda ama haujashinda. So inabidi uchangamkie hiyo deal ya kutoka kwa Mr. J Millions kutoka Vodacom. Kazi ni kwako. Umiliki wa dakika 30 za leo kwenye Seize Guitar Clouds TV unamilikiwa na AT ambaye tuko nayo. Once again, mara ya pili tunapiga story kwenye Seize Guitar, right? Yeah. Uhai wa vijana kama vijana kwa upande wa kiume kufanya muziki ambao wewe unaufanya. Tunapata vijana wengi ama wanapungua? Wanapungua na sometime mwingine wanaongezeka, lakini kwenye mtindo wa kiwoga. Mtindo wa kiwoga. Yeah. Kwa nini kiwoga? Labda wamekariri kwamba ni lazima uwe unatoka sehemu pembezoni mwa bahari. Hicho ndio kitu ambacho wako nacho. Wengine wanafikiria kwamba wanaweza wakafanya, lakini kafika muda kwamba maneno yakaisha. Wanaweza wakafanya maneno yakaisha. Kwa hiyo ina maana asili ya huo muziki ambao unaufanya inategemea pia na asili yako. Ili uweze kupata maneno ya kuendelea kudumu kwenye muziki. Inategemea na vile wewe mwenyewe rohoni unataka kufanya uweje. Ni vipi? Kwa sababu kitu chochote ni kufanya kutoka rohoni, unajua? Okay. So maamuzi yao huwa sio halisi. Huwa hawana uhakika na wanachotaka kukifanya. Kwa hiyo anajikuta anafanya kidogo anakata tamaa. Ewa. Tuokoe hiki kizazi ambacho kinapotea kwenye ufanyaji wa huo muziki ambao unafanya. Changamoto kubwa hasa ambayo ipo huko ni nini? Changamoto kubwa ni upangiliaji, kujipangilia, yani na kuamuru nafsi yako kuweza kufanya kile kitu ambacho kiko sahihi kwa ajili ya taifa lako. Usifanye muziki kwa sababu ya baba yako na mama yako ambao wamekuzaa. Fanya muziki kwa sababu ya watu ambao wengi wamekuzunguka. Fanya muziki kwa ajili ya Tanzania. Wengi huwa hawataki kufanya jambo kwa ajili ya nchi. Mwingine anafanya tu kwa sababu Mariamu kama alinikataa mimi, alienda kwa fulani, sasa safari mimi nitamtia adabu. Okay. Akaunta nitamtolea kichupa afu kitashika, yani mtu wa kwanza message yangu I love you kwake. Kwa hiyo unataka ufanye kwa ajili ya nchi kama ni kazi. Umeelewa? Okay. Kwa ajili ya nchi kama ni kazi, ili upate kile ambacho wewe unastahili kupata. Kuna urahisi gani wa kijana ambaye anatuangalia sasa hivi ambaye anaweza kusema mimi nataka nifanye muziki ambao anafanya AT, lakini anaona AT umetokea pembezoni mwa bahari, si ndio? Tunasema pwani. Kijana ambaye yuko Tabora, sijui Musoma wapi, anataka kufanya muziki kama ambao wao unafanya, anaweza akafanya? Anaweza akafanya kwa sababu still bado Tabora ni Tanzania. Na muziki ni wa Tanzania nzima. Hata ukizungumzia Tabora, watu ambao wamejenga mji wa Tabora toka kipindi hicho cha koloni walikuwa ni watu ambao wametolewa kina Sheikh Ahmed, wametolewa Zanzibar na Sultan Said. Waende pale Tabora. Kwa hiyo ni sehemu ambazo pia ukiangalia imekaa tu vile vile ipo kama Kiarabu. Kwa hiyo pia ni asili yao. Hata Kigoma pia basi wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo Mtanzania yoyote ana uwezo wa kufanya muziki wa mduara. Ila inachotakikana ni kujiamini na kufanya kwa dhati kama kweli unataka kufanya. Okay, kujiamini, kufanya kwa dhati kwamba anataka kufanya. Kwa upande wa mabinti sasa hivi kuna upungufu wa waimbaji wa muziki wa taarab. Okay. Kuna upungufu? Kwenye swala hilo sina uhakika kwa sababu mimi nasikiliza taarabu lakini sio mfuatiliaji sana. Mimi taarabu ambayo nasikiliza old school za zamani zile. Kwa nini usikize sasa hivi? Za sasa hivi kwa sababu sisikilizi, mimi nataka kujifunza. Kwa sababu nyimbo za sasa hivi nyingi hazina uhai. Nyimbo hazina uhai za taarab. Yaani nyimbo nyingi sasa hivi hazina uhai. Kwa nini nyimbo nyingi sasa hivi hazina uhai? Kwa sababu wengi wanataka kumgeza fulani ambaye yuko hapo, hawataki kuangalia kwamba je, ili fulani ni mtoke nafanyaje? Huwezi kufanya taarabu ukawa unamwangalia Mzee Yusufu. Huwezi ku grow up. Huwezi kumwangalia grow up kama unamwangalia Mzee Yusufu na unafanya taarabu. Kwa sababu lazima utataka kushindana naye. Lakini utataka kushindana naye kupitia kwa style ambayo yeye anafanya. So hutaki kufanya hivyo. Sasa hebu rudi nyuma, uangalie alipita njia gani. Kuna njia moja? Kama kuna njia nyingi, kwani usitumie njia nyingine ukapita mkakutana mbele mkapeana salamu, bwana mimi nimefika huko, habari yako bwana? Huwezi kupita pale.
Kama gari imeshaondoka kwenye njia iko hivi one way, wewe mfuate nyuma, atafika yeye mwanzo. Lakini angalia mnakotaka kwenda. Hakuna njia nyingine. Kama kuna njia nyingine basi unakata, unarahisisha, mnakutana mbele. Lakini sasa wewe unataka kwamba lazima na wewe uwe mzee usuku. Labda badilisha na jina la kwenye cheti cha kuzaliwa. Sample yako ambayo wewe unaitazama ni nani? Mimi sample yangu unomtizama na mwangalia jamaa mmoja anaitwa AT. Nice. Yaani ungenyimta tofauti na hivyo. Nilikuwa nikucheke sana. Hamna. Kwa sababu unaambia unasikiliza sana taarab za zamani. Nikajua labda kuna mtu wa zamani ambaye wewe ulikuwa ndo alikuwa unamtazama yeye. Lakini nimefurahi kwa sababu unamtazama AT yule ambaye unataka AT awe. Mimi kwenye swala la nyimbo za zamani za taarab huwa mara nyingi sana nasikiliza mashairi. Nasikiliza ufundi wa ala na ufundi wa uimbaji. Unajua unaweza ukawa na jina kubwa lakini ukasio fundi, kwa sababu hutaki kusikiliza mafundi. Umeelewa? Yep. Kwa hiyo mimi nasikiliza mafundi. Kuna uimbaji aina mbili. Unaweza ukaimba ndani ya key, lakini unaweza ukaimba ndani ya key lakini nje ya mzunguko. Watu wengi sana hawezi kufanya hivyo. Mimi nilifanya kwenye bao la kete. Niliimba kipande kidogo ndani ya key lakini nje ya mzunguko. Which is kwa mtu wa kawaida ni ngumu sana. Wasanii wote wanaimba ndani ya mzunguko, lakini ukimwambia imba nje ya mzunguko inakuwa ni ngumu, lakini ukiimba Ulaya nje ya mzunguko wanasimama walimu, mafundi wanakupigia makofi. Kwamba huyu jamaa anajua anachokifanya. Okay. Kwa hiyo yani muziki kama bembea. Unajua kuna ile kidogodogo na swing, baadaye unakoleza. Kwa hiyo zote ni kujipa burudani. Burudani nataka utoe burudani. Uwezi kwa kila siku wewe unaimba hivyo hivyo. So unapoambiwa kwamba hebu katika uimbaji wako sasa hivi badilika, onyesha kitu tofauti. Haina maana kwamba eti ubaneko uimbe kama Michael Jackson. Waoneshe watu nini unacho wewe kwenye sauti yako. Kwa hiyo unatumia sauti yako, unatumia ufundi kwenye zile ala za muziki. Unajua sauti nayo pia ni ala. Okay. Kwa hiyo ala yako hebu ipige tofauti na nyingine, ilete ladha fulani, watu wasimame. Hebu uchukulia picha. Kwa mfano tu All of Me imeumbwa tu vizuri Kiingereza. Mimi naichukua naipiga kwenye njia za Kiarabu, halafu naimba kama vile mduara kwa maneno yale yale kwenye beat ile ile. Lazima hata John Legend mwenyewe akisikiliza atasema ujema katoka chuo gani? Mbona hii shughuli nyingine mpya? Kwa hiyo inakuwa ni ufundi, na mimi nafikiria duniani mafundi ni watu wa makabila mawili au matatu. Ambao kabila la kwanza? Wahindi mafundi sana. Wale hawana maana wale. Hebu nipe sample. Nipe sample. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तू खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरे आशिकी, अब तुम ही हो. So unaweza kaela haiwezi kuwa kama what will I do without your smile, ma drawing me in, you can give me a, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down, what is going on the beautiful mind. Yani ipo tu kawaida. Tuko naye kwenye Sizz Guitar Clouds TV. Nataka kufahamu kuhusiana na makabila mawili ambayo yanazungumzia kwamba ndo unawezekana kwa kunatoka mafundi wengi. Tutajua baada ya dundo moja, then tutarudi kumalizana naye. Sizz Guitar